mtu perfect. Hapa ndio chanzo cha maumivu mengi. Ukiona watu wanalia, wanalalamika, wanajuta, tunasema ndoa haileti majuto. Majuto yanaletwa na matarajio yako. Chanzo cha ukubwa wa majuto yako unatokana na ukubwa wa matarajio yako. Kwa hiyo kadiri matarajio yako yanapokosekana ndivyo wewe unavyozidi kuteseka. Nilikuwa nasoma comments sehemu moja mtandaoni, mtu anasema nataka a humble man, imagine having a humble man, a good sex with a man with a six pack. Nikasema huyu anataka kumuumba mwenyewe nini huyu raia? Alafu hapo unataka huyu awe mcha Mungu, awe na fedha, financial stable, yani unataka mwanaume ambaye muda wote utakuwa naye, lakini muda huo awe mtafutaji sana. Kwa hiyo tunasema a perfect man, hakuna mtu awe mwanamke au mwanaume ambaye ni perfect 100. Hayupo. Ndio maana inatakiwa msaidiane kukamilishana. Hata hivyo bado hamtakamilishana kikamilifu. Ule ni mchakato. Unaelewana chongea? Sema hiyo pia inatokana na labda kuna mtu na familia fulani mtandaoni. Inaishi maisha fulani. Kwa hata fulani naye atashangaa, mimi pia nataka niwe pate mume kama wadada fulani hivi ambao namuonaga Instagram pale wanavyoishi maisha yao. Matarajio yanakuwa katika upande huu. Sasa hii ndio tunasema ndoa ya maonyesho. Lakini kumbe ndoa ni majukumu. Okay. Yani yani tunasema uperfect wa mtu ukoje? Ni kwanza anatimiza majukumu yake, lakini pia sio kwamba atatimiza kikamilifu. Huo uwezo anao Mungu tu. Lakini pia ana ufahamu sahihi juu ya changamoto ambazo zinaweza zikatokea kwenye ndoa. Huyu ndio mtu tunasema huyu mtu sahihi. Sijui nimeeleweka? Ya kwanza, kama mwanamke anajua mimi kama mwanamke nikiingia kwenye ndoa natakiwa kufanya nini, majukumu yake kama mwanamke, na mwanaume hivyo hivyo anajua ninapoingia kwenye ndoa natakiwa kufanya nini. Mimi ndio naenda kuilisha familia, kutunza mke na watoto, kufanya 1 2 3, si ndio? Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza na anafanya hivyo. Jambo la pili ni kujua kwamba zitakuwepo changamoto. Mwenye ufahamu huu ndio anakuwa sahihi sasa. Kwamba ninafahamu kwamba katika ndoa kuna nyakati ambazo tutapishana, kuna nyakati zitapita ngumu kiuchumi na kihisia na vinginevyo. Lakini sasa mtu ambaye ninaishi naye sio mkamilifu, kwa hiyo natakiwa kutarajia changamoto. Kwa hiyo ninajiandaa kukabiliana nazo. Kwa hiyo nitakutana changamoto za kihisia, changamoto za kibiolojia, kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na nyakati za furaha, kutakuwa na nyakati za kuishiwa, hivyo. Kwa hiyo changamoto hizi wanapokuwa nazo ndio anakuwa mtu mwenye matarajio timamu, anakuwa na akili nzuri. Kiasi kwamba hata juta sana. Sababu kujuta ni jambo la kibinadamu, na kati kwa nini niliingia? Ndio maisha, kila sehemu ina changamoto. Usipooa utakutana na changamoto, ukioa utakutana na changamoto. Lakini ukijiandaa vizuri kuzikabili changamoto, ndio utajua kwamba kumbe inawezekana kuishi maisha ya mafanikio kwenye ndoa bila majuto. Na ndio maana siku zote hapa nimalizia kusema hivi kwenye pointi hii kwamba tunahitaji maarifa. Ndoa unaenda kuishi na mtu una miaka yote utakayo kuwepo. Imagine wewe kuwa mtangazaji, umeenda chuo miaka 2, miaka 3. Mtu kuwa daktari, ameenda chuo, amejifunza miaka 6 au zaidi. Mtu kuwa engineer the same. Kwa nini unaenda kuishi na mtu afu usipate muda wa kujifunza? Kwa hiyo ni muhimu na lazima kabisa.